katika jina la Yesu Kristo. Ni mtumishi wa Mungu Joshua Julius Luchemba. Ninalo neno la Mungu la kukushirikisha tena mchana wa leo. Tutakuwa na mwendelezo wa kujifunza maneno ya Mungu, na ninaamini Mungu ataendelea kukusaidia. Acha tumuombe Mungu, na kama utakuwa unaendelea kutufuatilia, endelea kumkaribisha jirani yako, endelea kumkaribisha ndugu yako. Mwambie tayari mtumishi wa Mungu yuko tayari online kukuletea maneno ya Mungu ya uzima. Yuko tayari kukuletea maneno ya Mungu ya uzima. Karibishe, mualike aje ajifunze maneno ya Mungu. Karibishe, mualike, karibu. Pastor Luchemba tayari yuko Roho Mtakatifu. Na unaweza share link kwa watu ambao wana uwezo kufuatilia, wakajifunza na wapata kitu fulani kutoka kwa Bwana. Wanaweza kutufuatilia na wakapata kitu fulani kutokea kwa Bwana. Thank you Holy Spirit. Wow. Acha tumshukuru Mungu halafu tuendelee. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya mchana wa leo. Asante kwa ajili ya neema yako, umetukusanya tena ili tujifunze maneno yako. Ninaomba Roho Mtakatifu uwepo ukitufundisha na ukisema pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Amen. Mchana wa leo tutajifunza kwa habari ya udhaifu wako ndio ushuhuda wako. Udhaifu wako ndio ushuhuda wako. Na hapa nitataka sana unifuatilie, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimwacha Mungu kwa sababu ya mambo waliowahi kupitia au udhaifu fulani ambao wako nao kwenye maisha. Na hizo changamoto zimewatoa kwa Mungu na zimewafanya wamwache Mungu kabisa, wasitamani kuendelea kuwa na mahusiano naye, kwa sababu wanaamini kwamba wao sio watu wazuri tena, hawafai tena, hawastahili. Udhaifu ni nini, pastor? Udhaifu ni mapungufu ya kibinadamu alionayo mtu. Udhaifu ni mapungufu ya kibinadamu alionayo mtu. Na in fact udhaifu ndio uliomfanya hayo mapungufu ndio aliyomfanya Yesu akaja msalabani akafa kwa ajili yetu. Na ndani ya huo udhaifu ndio ambao Mungu ameweka mpango wa kukusaidia udhaifu huo. Udhaifu ni yale mapungufu ya kawaida. Inaweza ikawa ni hasira, unaweza ukawa ni uchungu, inaweza ikawa ni kufanya mambo taratibu, inaweza ikawa ni kigugumizi, inaweza ikawa ni umasikini. Na ninapozungumzia udhaifu, unaweza usinielewa haraka. Nikizungumzia udhaifu sizungumzii dhambi, ninazungumzia yale mapungufu ya kibinadamu alionayo mtu. Wengine ni waoga, kwa hiyo kitu imemfanya asiendelee kumtumikia Mungu. Wengine ni kwa sababu ya kwenda anaanguka kwenye safari yake ya wokovu, imemfanya ajione hafai tena, hastahili tena. Lakini udhaifu wako ndio ushuhuda wako. Udhaifu ni mapungufu. Udhaifu ni changamoto ambayo mtu anayo kwenye maisha yake. Na huu udhaifu ndio ambao Mungu ulimfanya amtoe Yesu Kristo afe kwa ajili yetu, ili sasa sisi tusio wadhaifu tena. Na Mungu kikawaida anapenda sana kuwatumia watu wenye udhaifu kama wako. Nataka nikutie moyo, Mungu anapenda kuwatumia watu wenye mapungufu kama ya kwako. Na kabla hajawatumia, jambo analolifanya kwa watu hawa, huwa anawatengeneza ili wafae kwa ajili ya kazi ambayo ameikusudia. Acha tuendelee kidogo. Udhaifu ni chanzo kinachotufanya tupate muda mzuri na Mungu. Okay? Kwa kumbe kwenye udhaifu wetu ndiyo chanzo ambacho kinatuvuta ili tumsogelee Mungu. Kila wakati unapojipata kwenye changamoto fulani, utajikuta hiyo changamoto inakuwa ni catalyst inayokusukuma,
kusaidia kwenda mbele za Mungu zaidi na kumsihi Mungu zaidi. Haijalishi unakosea, unafeli jambo fulani, usiondoke uweponi mwa Bwana. Wewe endelea kukaa tu hapo hapo uweponi mwa Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa na kusudi na wewe. Kuna watu wengi ambao Mungu aliwatumia wakiwa na udhaifu wao. Kuna watu wengi tu. Kitabu cha Isaya ile sura ya 18. Isaya sura ya 18 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Isaya sura ya 18 na ule mstari wa kwanza, utagundua kwamba anasema, ole wa nchi, uvumi wa mabawa iliyoko mbali kupita mito ya Kushi, ipelekayo wajumbe wake kwa njia ya bahari na katika vyombo vya manyasi juu ya maji. Nendeni wajumbe wepesi kwa watu warefu laini, watu watishao tangu mwanzo wao hata sasa. Taifa la wenye nguvu wakanyagao watu ambao ni mito inakata nchi yao. Oh, wow. Kumbe ukisoma ya maandiko utagundua kwamba kuna watu ambao vimo vyao, wajumbe wao na watu ambao wanapeleka habari ni watu tu ambao ni wafupi, ni watu wa kawaida, lakini wanatumwa kwa taifa la majitu, watu wakanyagao manyasi, watu wenye nguvu. Oh, wow. Kumbe utagundua Mungu huwa anataka sana atumie watu wenye udhaifu. Ndio maana Biblia kuna mahali inazungumza, inasema aliyesamehewa vingi hupenda zaidi, aliyesamehewa kidogo hupenda kidogo. Ndio maana ukiangalia watu wengi ambao Mungu aliwatoa kubaya, watu wengi ambao Mungu aliwatoa kwenye mazingira ya hovyo, ni watu ambao kiukweli walimtumikia Mungu kwa nguvu zao zote, waliwekeza nguvu zao nyingi kwao. Hata mimi nayekuhubiria hapa sikuwa mwema, sio mwema, ninayo madhaifu ambayo Mungu anaendelea kushughulika nayo, na kupitia kukaa kwenye mikono ya mfinyanzi bado anaendelea kunitengeneza na ili nifae kwa ajili ya kazi njema. Tuendelee kidogo. Usiache kumtumikia Mungu wala usikate tamaa kwa kuacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya udhaifu ulionao. Watu wana kawaida ya kutunyanyasa. Naweza akawa amekunyanyasa unayenifuatilia kwa sababu ya mambo fulani fulani. Umeonekana ni kama haustahili kabisa. Ngoja nikusomee kitabu cha Matendo sura ya 9 ule mstari wa 4. Tendo ya Mitume sura ile ya 9 na ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Biblia inasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe ruhusa za kutenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangazia kote kote nuru kutoka mbinguni, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Utaona Mungu alikuwa na mpango na Sauli, na Sauli alikuwa amekamata moto wa kulitesa kanisa la Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akikamata mtu, anachinja, anaua. Maandiko yanasema alikuwa amedhamiria kuitimiza ile sheria. Na ukumbuke Sauli ni msomi kwa sheria na alikuwa anaijua sheria. Kwa hiyo ulikuwa ukikamatwa kwenye mkono wa Sauli hauwezi kutoka. My Lord, my God. Maandiko yanasema Sauli akadhamiria kulitesa kanisa, akadhamiria kuhakikisha anawafunga watu, anawanyanyasa anavyoweza. Lakini Mungu alikuwa na mpango mzuri juu ya Sauli, ambaye baadaye anakuja kuitwa Paulo. Anaandika nyaraka nyingi, mtu ambaye hakuwa na sifa kabisa. Katika jina la Yesu nakuombea wewe ulianguka chini, ukaamua kuacha huduma kwa sababu ya hiyo changamoto ndogo. Mungu akupe neema ya kusimama. Mungu akupe neema ya kuinuka tena na kustahimili. Mungu bado ana kazi na wewe. Mungu bado ana ajenda na wewe. Huo udhaifu wako haukuwekwa ili uishie hapo. Mungu aliyakupitisha kwenye darasa. Usiondoke kwenye mikono ya mfinyanzi katika jina la Yesu. Sauli akiwa anaendelea kulitesa kanisa la Bwana, maandiko yanasema Yesu anamtokea, na anamtokea kwa mwanga.
Na leo unakutana na nuru yako katika jina la Yesu. Nuru yako inakuangazia pote pote na unainuka. Inuka ukaimbe tena. Inuka ukashuhudie tena mtaani. Inuka ukahubirie mataifa. Wewe ni mtumishi wa Mungu unayetegemewa kuleta mageuzi. Mungu amekusudia ajenda njema kupitia maisha yako. Kwa nini unakaa chini unajikatia tamaa? Mungu anayo ajenda kwa ajili ya maisha yako, na umeumbwa tangu tumboni mwa mama yako. Nisikilize, watu wanapokusimanga, huyu Sauli aliyekuwa muuaji, baada ya kuwa mhubiri wa Injili, kuna watu walimkatisha tamaa. Wakamwambia Sauli, wewe tunakujua, ulimuua mchungaji fulani, ulimfunga mwinjilisti fulani, ulimfunga mzee wa kanisa fulani. Lakini Sauli anawajibu majibu mazuri sana kwenye ile Wagalatia sura ile ya kwanza na ule mstari wa 15. Wagalatia 1:15 anasema, lakini unaona haya maneno. Sauli anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Udhaifu ulionao hauzuii ajenda ya Mungu kukamilika kwenye maisha yako. Hiyo changamoto na kuna watu mmeacha kuhubiri kwa sababu ya umaskini. Huo umaskini unaopitia hauzuii utimilifu wa ajenda ya Mungu kwenye maisha yako. Ni nini hii unakata tamaa, unaacha kumtumikia Mungu kwa sababu hauna fedha? Unakata tamaa, unaacha kumtumikia Mungu kwa sababu hauna elimu. Unakata tamaa, unaacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya jana yako mbovu. Nataka nikwambie, Mungu alikutenga. Hata wakati unapitia kwenye hayo maisha mabovu, Mungu bado kusudi lake lilikuwa lina wewe. Kusudi la Mungu halizuiliwi na jana mbaya. Kwenye kila jana mbaya kunao ushuhuda unatengenezwa, na ushuhuda wako ni mkubwa katika jina la Yesu. Utawafaa wengi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka nikuonyeshe baadhi ya watu ambao walitumiwa na Mungu wakiwa na udhaifu wao. Mungu haogopi udhaifu wako. In fact, Mungu anautaka udhaifu wako ili athibitishe nguvu zake. Mungu anautaka udhaifu wako ili athibitishe utendaji wake. Mtu wa kwanza kutumiwa na Mungu alikuwa ni huyu Sauli, ambaye in fact Sauli alikuwa muuaji, lakini Sauli pia alikuwa na changamoto ambayo alimsihi Mungu mara 3 imtoke, lakini haikumtoka Sauli. Wakorintho wa pili sura ile ya 12 na ule mstari wa 9, maandiko yanasema hivi. Tuanzie ule mstari wa 8. Anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kumbe utagundua sometime hiyo changamoto unayopitia inakufanya usijivune. Inakunyenyekeza, inakushusha uendelee kujua mimi bila Mungu sina maisha. Anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili wangu, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Anaendelea anasema, kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Nimekuambia udhaifu wako huwa Mungu anauacha ili ukufanye umsogelee Mungu zaidi, umtumikie Mungu kwa unyenyekevu zaidi, uwe na utii zaidi. Anasema nalimsihi Mungu mara 3, na Mungu aliacha hii udhaifu ili nisijivune. Kama Paulo asingekuwa na udhaifu, ana theolojia wanaamini Paulo alikuwa anasumbuliwa na tumbo na alikuwa akiwaombea watu wanapona. Nitakupa ushuhuda wa mtu mmoja anaitwa Moses Kulola, muasisi wa kanisa la EAGT Tanzania. Huyu mtu alikuwa akiombea watu viwete, viziwi, vipofu, wanatembea, wanaona, wanasikia. Lakini bado huyu mtu alipitia masaibu makubwa kwenye Injili. Akavunjwa mguu wake, ikapelekea changamoto kwa namna ya utembeaji wake. Sasa nisikilize, huyu mtu anaombea watu mifupa inaunga. Huyu mtu anaombea watu miguu inatembea. Lakini yeye alikuwa hajaweza kujiombea ili mfupa ukae sawa. Kwa makusudi nisipate kujivuna. Kuna mtu hapa unahubiri Injili lakini bado hujapewa watoto. Kwa makusudi nisipate kujivuna. Kuna mchungaji unanisikiliza saa hii lakini watoto wako wana tabia mbaya sana. Kwa makusudi nisipate kujivuna. Mungu hataki ujivune. Anataka uendelee kumtumikia hivyo hivyo. Ngoja uone Paulo anachojibiwa na Mungu hapa. Anasema, nalimsihi Mungu mara 3 kwamba kinitoke. Mungu anamjibu Paulo, anasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu.
basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Huyu mtu anatoa confirmation, anagundua kuna udhaifu, kuna mambo umeomba hayaondoki, kuna sadaka umetoa havijatoka. Hayo ni mambo ambayo yameachiliwa kwenye maisha yako ya kusaidia. Usijivune kwa wingi wa mafunuo, usijivune kwa jinsi unavyoweza kuona, usijivune. Mungu anataka uendelee kumwamini yeye. Pokea hiyo neema ya kuendelea mbele katika jina la Yesu. Mungu akupe neema kama Paulo, ugundue neema ya Bwana inakutosha na neema ya Mungu inadhihirika katika udhaifu wake. Ndio maana kuna mahali panazungumza, panasema Mungu alivichagua vilivyo vinyonge ili viviaibishe vyenye nguvu. Mungu anataka kutumie na uwe udhaifu wako. Hivyo hivyo usivyojua Kiingereza, Mungu anataka uwe mhubiri mkubwa wa kimataifa. Hivyo hivyo usivyo na watoto, Mungu anataka akutumie kuleta ushuhuda mkubwa kwamba mama huyu alisimama na Mungu hata kama Mungu hakumpa watoto. Na nakuombea katika jina la Yesu, Mungu kwa saa yake na kwa wakati wake atakupa watoto. Usikate tamaa. Endelea kumtumikia Mungu bila kuchoka. Endelea kulinda ile shauku ya ndani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mfano wa mtu wa pili ambaye alitumiwa na Mungu akiwa na madhaifu yake ni Musa. Huyu Musa alikuwa na kigugumizi. Musa alikuwa na kigugumizi. Alikuwa hawezi kusema vizuri. Alikuwa na ulimi mzito. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 12. Kutoka sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 12, Biblia inasema Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Anaendelea sema, basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalolinena. Unaweza ukajikuta ndani yako kuna waka moto wa huduma, lakini wewe una hofu isiyokuwa ya kawaida, na hii hofu imekuondolea ujasiri. Umeendelea kuwa wa kawaida kwenye hilo kanisa unaloabudu kwa sababu ya ile hofu iliyoko ndani yako. Unaweza ukawa na maono makubwa ya kufanya jambo fulani, lakini ukawa sio mzuri wa kutengeneza hoja, sio mzuri wa kutengeneza ajenda. Nisikilize, kama Mungu amesema ufanye, wewe kafanye. Kwa sababu kuenda pamoja na Mungu kunalipa kuliko kwenda peke yako. Kwenda pamoja na Mungu kuna maana kuliko kwenda peke yako. Kwenda pamoja na Mungu kuna thamani kuliko kwenda peke yako. Musa hakuwa na uwezo wa kusema vizuri. Musa alikuwa na kigugumizi kikali. Musa alikuwa na ulimi mzito. Alikuwa hawezi kusema vizuri. Lakini Mungu anamwambia, ni nani aliyeweka amekifanya kinywa cha mwanadamu? Unaogopa kuhubiri kwa sababu unaogopa una Kiswahili kizuri. Sema hivyo hivyo. Mungu anataka Kiswahili hicho hicho cha Kisukuma. Kuna watu wanatakiwa wafikiwe injili kwa Kiswahili hicho hicho. Mbele kwa mbele Mungu atakibadilisha. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Mungu anataka utumie hiyo elimu ulionayo. Mungu anataka utumie mtaji huo mdogo. Nisikilize, Mungu huwa anakwenda na wanaokwenda. Kuna biashara unataka uianzishe kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini haujaanza kwa sababu unaogopa udhaifu wa mtaji ulionao. Mungu anataka ajitukuze kupitia mtaji huo. Mungu anaendelea na muuliza, au ni nani amfanyie mtu kuwa bubu au mwenye kuwa kiziwi au kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana. Kama Bwana ndiye anayefanya na wewe unamtumikia Mungu, kwa nini unaogopa? Kwa nini unakata tamaa? Mchungaji, kwa nini unavunjika moyo kuendelea na kazi ya Mungu kana kwamba umejituma? Hiyo kazi ni ya Mungu. Kama amekutuma, he will pay the bill. Atakufikia. Kuna wakati tunania maono makubwa mno. Tunawaza kufanya mambo makubwa mno kwa ajili. Mungu akikutuma anajua utaishia wapi. Hiyo kazi ni ya kwake, muamini. Pokea hiyo neema ya kuendelea mbele kama Musa katika jina la Yesu. Musa anaenda kumtumikia Mungu pasipo kukata tamaa. Lakini pia Musa alikuwa na hasira.
Hasira ni udhaifu. Unaweza kujikuta wewe unakasirika mpaka unapiga meza. Usiache kumtumikia Mungu. Mbele nitakuonyesha Mungu anashughulikaje na udhaifu. Lakini kulikuwa na mtu mwingine alikuwa na hofu, anaitwa Gideon. Huyu ni mfano wa tatu wa mtu ambaye alikuwa na udhaifu lakini aliendelea kumtumikia Mungu na kumwamini Mungu. Watu wengi wanasubiria mpaka wakamilishwe ndipo waanze kumtumikia Mungu. Mungu anataka uendelee kumtumikia. Uko kwenye mikono ya mfinyanzi. Uko kwenye mikono ya mfinyanzi. Gideoni alikuwa na hofu. Kisoma kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Waamuzi sura ya 6, ule mstari wa 11 mpaka wa 14. Utaona Gideoni hapa. Maandiko yanasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali ya Yoashi Mwabiezeri, na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo. Huyu mtu amejificha na ni shujaa. Kuna wakati wewe unajiona tofauti na Mungu anavyokuona. Ndio maana ni muhimu sana uone sawa na Mungu anavyokuona. Kwani Mungu ananionaje pastor? Moja, Mungu anakuona wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Mungu anakuamini kupitia wewe utausaidia ukoo wako. Kupitia wewe utasaidia familia yako. Kupitia wewe utasaidia taasisi uliopo. Kupitia wewe utasaidia kanisa uliopo. Kuna watu mmeajiriwa maeneo ambayo kwa kweli unatamani uhamie mjini kwenye kanisa lenye vyombo, lenye monta, lenye nini. Mungu amekutuma hapo, wewe ndio shujaa utakayeleta mabadiliko hapo. Utakapofuatilia video hiyo, na kama ukiwa unanifuatilia sahihi, nataka nikwambie wewe ndio shujaa wa hilo eneo katika jina la Yesu. Usikimbie kazi katika jina la Yesu Kristo. Usikimbie katika jina la Yesu. Wewe ndio shujaa hilo eneo. Unataka kukimbia wapi? Unataka ukimbilie sehemu ambako vitu vimetengenezwa. Mungu anakuona, ananionaje pastor? Mungu anakuona kama chumvi na nuru ya dunia. Kuna mahali umepelekwa mwanga haupo. Mungu amekupeleka hapo kwa kusudi. Kuna jambo anataka alizae kupitia wewe. Kuna jambo anataka alizae kupitia maisha yako. Na neema hiyo unayo tayari. Mungu alishawekeza hivyo vitu ndani yako. Usikae kama Gideoni ukasema mimi ni masikini, mimi ni muoga. Mungu anataka atumie hiyo historia ya maisha yako kuleta badiliko. Na hiyo neema unayo katika jina la Yesu. Mungu ananionaje pastor? Mungu anakuona kama mtengeneza njia. Unawakumbuka wakoma? Wenye afya wamejificha ndani. Wakoma wasio na miguu wakasema tutaliendea jeshi la Washamu. Na mimi nakutia moyo leo katika jina la Yesu. Liendee jeshi la Washamu. Uendee huo umaskini. Iendee hiyo hali unayopitia hapo ofisini kwako. Oh my Lord. Iendee hilo jambo unalopitia kwenye huduma yako. Kanisa limeanguka. Sawa. Iendee hiyo hali ya kanisa kuanguka. Sema tutajenga tena. Na tutajenga kanisa imara litakalompa Mungu heshima katika jina la Yesu. Na wewe Mungu anakutambua. Sasa malaika anamtokea Gideoni akamwambia Bwana yu pamoja nawe shujaa. Gideoni alikuwa anajua sio shujaa. Na alikuwa anajua Bwana hayuko pamoja naye. Kama wewe unavyojiona hapa saa hii unajua Mungu hayuko pamoja nawe. Nataka nikupe habari njema, ni kwamba Mungu yu pamoja na wewe shujaa. Huo umaskini unaopitia Mungu yu pamoja na wewe shujaa. Hiyo hali ya ugonjwa unaopitia Mungu yu pamoja na wewe shujaa. Amka shujaa, Mungu yu pamoja na wewe. Kwenye hicho kijiji uliochopo, kwenye huo mji uliopo, kwenye hiyo center uliotumwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu yu pamoja na wewe shujaa. Kwenye huo ukoo uliozaliwa, kuna watu wanasema bora ningezaliwa kwa waziri, bora ningezaliwa kwa diwani. Mungu alijua unao uwezo wa kubadilisha historia ya ukoo wako na akakuweka kuwa shujaa ili ulete mapinduzi. Hata kama ukoo mzima hawakujenga, hata kama ukoo mzima hawakununua usafiri, hata kama ukoo mzima hawakusoma, Mungu yu pamoja na wewe shujaa. Inuka upeleke mabadiliko kwenye ukoo wako katika jina la Yesu. Yuko pamoja na wewe. Huo umasikini wewe ndio nao hiyo neema ya kubadilisha. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Malaika anamwambia Mungu yu pamoja na wewe shujaa. Anaendelea asema Gideoni akamwambia Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu aliyotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri?
ila sasa ametutupa naye ametutia katika mkono wa Midiani. Bwana akamtazama. Unaona Bwana anapokutazama? Unasubiria msaada, Bwana anakutazama. Anasema mbona nimewekeza kila kitu ndani yako? Wewe unajiangalia tu, mimi ni maskini, mimi sijasoma, mimi sina mme, mimi sina mke. Bwana yu pamoja na wewe shujaa. Nasema Bwana yu pamoja na wewe katika jina la Yesu. Inuka leo. Mungu ainue moyo wako. Mungu ainue moyo wako kwa jina la Yesu. Mungu ainue. Ulifeli form 4. Mungu hafanikishi vyeti. Mungu anafanikisha watu wanaomwamini. Ulifeli ukashindwa kuendelea na masomo. Bwana anao uwezo wa kukufanikisha nje ya elimu yako. Na mafanikio, elimu inakuja kufungua akili, lakini mafanikio yanasukumwa na Roho nyuma yake. Ndio maana maandiko yanasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Unajua mimi ningesoma ningefanikiwa. Nani alikudanganya waliosoma wamefanikiwa? Bwana yu pamoja na wewe shujaa. Malaika Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye tayari. Sasa Bwana anakuja kukonfirm, anamwambia usilielie, enenda pamoja kwa uwezo wako huo, na mimi nakuombea kwa jina la Yesu. Usiseme hii huduma siifanyi kwa sababu sina pesa. Mungu anao huo uwezo. Ameshaweka uwezo ndani yako wa kufanya hiyo huduma. Enenda kwa uwezo wako huo. Enenda kwa nguvu zako hizo. Enenda kwa uelewa wako huo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Gideoni alikuwa na hofu. Alikuwa ni maskini. Asa mimi ni mdogo. Bwana akupe neema. Umaskini ni nini, pastor? Umaskini ni roho inayokunyanyapaa na kukufanya usiwe na ujasiri. Gideoni ulikuwa na roho imemnyanyapaa ndani yake kwamba yeye ni maskini. Ninakuombea kwa jina la Yesu, roho ya umaskini isichukue nafasi kwenye maisha yako. Siku ya roho ya umaskini ukiikataa itaondoka. Sijui kwa nini nasukuma kuzungumza kwa habari ya umaskini. Nataka nikwambie umaskini ni roho kamili. It's a spiritual. Watu wanatajirika kwa sababu wameamua kushinda hii roho na kuyaendea mambo yanayowapa faida. Siku wakoma walipokasirika na ile hali, ndio walipojitoa muhanga. Masikini hawawezaki kujitoa muhanga. Ndio maana ukikaa na masikini utasikia, nikianza biashara, je kama nikiula hasara? Nikianza biashara, je kama nisipopata faida? Nikianza biashara, je kama isiponilipa mtaji ukakatwa? Haya, kwa nini hauwazi? Je kama ikinilipa? Je kama nikipata faida? Nikianza huduma, je kama nikifa? Kwa nini hauwazi? Je kama nisipokufa? Roho ya umaskini ikikaa ndani yako, unakuwa mtu wa kwa nini. Mungu aondoe hiyo roho kwa jina la Yesu. Wakoma wanasema tutaliendea jeshi la Washari. Wakituua tutakufa. Na haya ndio maamuzi ya matajiri wengi. Do or die. Ufanye au ufe. Tutalifuata jeshi la Washari. Wakituua tutakufa. Wakituacha hai tutaishi. Mungu aachilie hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mwingine alimtumikia Mungu na udhaifu wake. Anaitwa Rahabu kahaba. Rahabu yule kahaba. Kitabu cha Yoshua sura ile ya 2 mstari wa 1. Rahabu yule kahaba. Yoshua. Kitabu cha Yoshua sura ya 2 mstari wa 1. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii. Na Yeriko wakaenda, wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu. Biblia bado inamkaunti mpaka leo Rahabu ni kahaba. Unaacha kwenda ibadani kwa sababu umezini. Haya, Biblia inasema ni ajabu kama nini mtu kukimbia kwenye mikono ya Mungu mwenye nguvu. Haya, wewe unakimbia kutoka kwa Mungu, unaenda wapi? Unaenda kujikabidhi kwa shetani. Mimi mchungaji nimezini, kwa sababu hiyo siwezi kuja kanisani. Unakuja kanisani, unakuja kwa Mungu. Mungu akupe neema ya kuendelea mbele katika jina la Yesu. Endelea mbele. Endelea mbele. Wewe sio wa kwanza na hutakuwa wa mwisho. Ni nini hii? Unataka kujinyonga kwa sababu umeachwa. Amenisaliti kwaona jiua. Kwa hiyo kama amekusaliti tunakusaidiaje? Amekusaliti sawa. Ndio umeachwa sasa. Ndio amekuacha. Na hela amekula. Nilimtegemea sana, nikajua hata ndio kakuacha. What you're going to do?
Usikate tamaa, endelea mbele kwa nguvu nyingi. Ushindi, yamkini wa mtu ameondolewa na Mungu ili tu Mungu atengeneze mazingira ya kumwandaa mtu bora kuliko kawaida. Acha tuendelee mbele. Rahabu, maandiko yanasema ile sura ya 6 mstari wa 17, utaona hapa Rahabu anawapokea wale wapelelezi, anawaficha ndani. Alipowaficha ndani, maandiko anasema hivi, alipowaficha ndani, maandiko anazungumza, anasema akawaambia, baada ya kuwa ameipeleleza nchi, akawaambia niapieni kwamba mkija hamtaweza kunitaja. Maandiko yanasema wakamwapia. Ile 6:17, maandiko yanasema na mji huu utakuwa wakfu wa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Usimwache Yesu kwa sababu umetenda jambo la hovyo. Usiondoke kwa Yesu. Yesu atakutengeneza na atashughulika na wewe. Ukumbuke tunajifunza kwa habari ya udhaifu wako ndio ushuhuda wako. Leo tunapata historia ya mwanamke kahaba ambaye anaandikwa kwenye Biblia, na udhaifu wake hivyo hivyo unaandikwa. Sasa ili usiendelee kuwa na udhaifu huo, lazima ufanye mambo yafuatayo. Udhaifu ni stage ya kwanza Mungu anaanza na wewe, lakini sio vizuri kuendelea na udhaifu. Sio vizuri kuendelea na hasira. Mimi nina hasira, nikitetemeka mpaka ninaweza nikavunja. Wewe, watu wanamiliki pesa, unamiliki hasira. Udhaifu sio kitu cha kujisifia. Usikimbie. Nisikilize, itakusaidia. Udhaifu sio kitu cha kujisifia. Udhaifu sio kitu cha kusema eti unacho. Udhaifu ni kitu cha kushughulika nacho, na hii ndio dawa ya udhaifu. Jambo la kwanza, ili huo udhaifu uondoke jumla kwenye maisha yako, endelea kumwamini Mungu, maana anayo solution ya huo udhaifu. Kumwamini Mungu ni kuendelea na Mungu ukiwa unajua kuna siku nitakutana naye. Mungu akikutana na maisha yako, na in fact alitumwa, matter of fact ni kwamba alitumwa ili akusaidie. Alitumwa ili ashughulike na huo udhaifu. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 17, anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. 18, anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa udhaifu ni ruksa kuokoka ukiwa mzinzi, mlevi, muongo, mshirikina, unavaa ovyo, ni ruksa kabisa. Lakini ni aibu kuendelea na tabia hizo. It's a shame, ni aibu. Kwa inaniondokaje huu udhaifu pastor? Mimi ulevi. Nisikilize, ulevi unaacha siku moja tu ukiamua kusema mimi ninaacha pombe. Unaacha. Kwa sababu hakuna mahali ulikamatwa ukaenda ukaanza kunywa. Unakunywa, unasema uwezi kuacha kwa sababu wewe mwenyewe umejiendekeza. Anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Endelea kumwamini Mungu na endelea kumlilia Mungu. Usiondoke magotini, mwambie Bwana, hii tabia ya kujichua, hii tabia ya ulevi, hii tabia ya uzinzi, hii tabia ya uasherati, Bwana, mpaka lini? Umenipa huduma nzuri, umenipa neema ya utumishi nzuri, lakini Bwana, hii tabia inaua, inakula kesho yangu. Bwana, ninakuamini, shughulika na moyo wangu. Nisikilize, wakati unazungumza na Mungu, na sasa ninapozungumza na wewe mtazamaji wangu, Mungu anatengeneza badiliko jipya kwenye maisha yako. Usiondoke kwenye mikono ya mfinyanzi kwa jina la Yesu. Usiondoke kwenye mikono ya mfinyanzi katika jina la Yesu. Usiondoke kwenye mikono ya mfinyanzi. Nasema usiondoke kwenye mikono ya mfinyanzi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Usiondoke kwenye mikono ya mfinyanzi, kwa sababu kadri unavyokaa kwenye mikono ya mfinyanzi anakufinyanga, anakutengeneza.
anakugeuza uwe kitu kizuri, uwe chombo kizuri. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 18 mstari wa kwanza. Anasema neno hili ndio lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusigizisha maneno yangu. Anasema basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama alikuwa akikifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilichoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, Rosana ma, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea nyumba ninyi vile vile kama mfinyanzi huyo alivyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mikono yake mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mikono ya wangu, nyumba ya Israeli. Uko kwenye nyumba ya mfinyanzi, rafiki yangu, uko kwenye mikono ya mfinyanzi. Ni kweli unaendelea na ulevi na unaenda umelewa kanisani kwa asili. Ni kweli unaenda kanisani na unaenda na ukiwa na uzinzi, lakini uko kwa asili. Nataka kukwambia Mungu yuko anakutengeneza. Usiondoke kwa Bwana, usiondoke kwenye ibada, usiondoke kwenye maombi. Endelea kuhudhuria kwenye hayo maombi katika jina la Yesu Kristo. Kuna jambo linatengenezwa, kuna historia inabadilishwa, kuna jambo linatengenezwa, kuna historia inageuzwa, na siku moja utatoka na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la pili, nifanyeje pastor ili udhaifu usiendelee kwenye maisha yangu? Anza kula chakula kigumu. Kula chakula kigumu ni kujiambia, hii tabia inatosha, ili jambo nilotenda kwa siri inatosha. Kitabu cha Ibrania sura ya 5 mstari wa 12 mpaka 14. Nataka nimalize sasa, nisonge kidogo halafu nimalize. Kitabu cha Waebrania sura ya 5 ule mstari wa 12 mpaka wa 14. Biblia inasema, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Mstari wa 14, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Nisikiliza, udhaifu hauondoki kwa kuuficha. Udhaifu hauondoki kwa kujiambia maneno malaini. Udhaifu hauondoki kwa kuzungumza vitu unajiambia, mimi ni wa hivi, mimi siwezi kubadilika. Udhaifu sometime unatakiwa kuondoka kwa kukemea. Hichi kitu ninachofanya ni upuzi, kuna siku kitaniangamiza, kuna siku kitaniua. Anasema ni kwa muda mrefu mmekuwa mkihudhuria ibadani, ni kwa muda mrefu mmekuwa mkisoma na kusikiliza neno, lakini huu muda wote mmekuwa mbadiliki kwa sababu mmeendelea kunywa maziwa. Maziwa ni mafundisho yale ya bra. Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Ukimpokea Yesu atakubadilisha. Njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Hutaki kuambiwa ukweli. Ifike mahali uzisikilize injili za kuambiwa pombe ni dhambi, uzinzi ni dhambi. Imefikia hii hata kwenye maandiko, mtu anasoma maandiko mazuri, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Akifika kwenye wazinzi, waongo, waasherati, kwa sababu ni mzizi, anafunika, anaona hilo neno la Mungu huwa halimgusi. Nisikilize mtu wa Mungu, hautabadilika hivyo. Lazima ifike mahali ujiambie ukweli. Acha neno la Mungu likuchane moyo wako. Hakuna ukweli unaombadilishaga mtu bila kumtoa damu. Ndio maana kwenye Waebrania 4:12 nasema, kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ni kama upanga ukatao kuwili. Neno la Mungu acha likuchane, acha likutoboe, acha likutengeneze. Maana Yesu ni kama jiwe la pembeni ambalo likimwangukia mtu linamsaga tikitiki. Na ili ubadilike lazima neno la Mungu likusage tikitiki. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, kuanzia leo uachilie kiu ambayo itakusaga maisha yako, itakusaga tabia yako, itakusaga maisha yako, ili ugeuke, utengenezwe kuwa chombo chema kitakachofaa kwa ajili ya kazi njema. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la tatu, amua kuziishi, kuzijua na kuziishi tabia za Yesu. Ili uondokane na udhaifu, zijue tabia za Yesu.
naanza kuziishi tabia za Yesu. Moja ya tabia Yesu ilikuwa ni kuomba. Kwenye ile Marko 1:35 alikuwa anaenda mahali pasipokuwa na watu ili aombe. Jijenge tabia ya kuomba. Mtu asiyeomba, ujue ni mtu ambaye amejiweka kwenye uwanja wa kuvamiwa saa yoyote. Tabia ya pili ya Yesu, alimtolea Mungu dhabihu ya maombi. Unaweza ukawa unaomba, lakini kuna kujitoa dhabihu. Kwenye ile kitabu cha Waebrania 5:7 inasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Hawezi kuwa mcha Mungu kama hauna ratiba ya mifungo inayoeleweka. Hauna ratiba ya mikesha inayoeleweka. Hauna ratiba ya kusoma neno inayoeleweka. Lazima ujitoe dhabihu kwa Mungu. Zijue tabia za Yesu. Yesu alikuwa amejitoa maisha yake. Jitoe maisha yake. Jitoe maisha yako. Ni nini? Wewe ni mtu ambaye unaendaga ibadani Jumapili kwa Jumapili. Kwenye mikesha haupo. Ratiba ya vijana haupo. Ratiba ya kuhubiri mtaani haupo. Ratiba ya maombi binafsi hauna. Wewe tu ni mtu wa Sunday for Sunday for Sunday so for Sunday. You can't grow spiritually kama unakula maziwa. Mungu akupe hiyo neema. Na jambo la mwisho, jizoeze utaua na kutenda haki. Jizoeze utaua. Hauwezi ukajikuta tu umeondoka kwenye udhaifu. Ni mpaka uanze kujizoesha taratibu. Jizoeze utaua. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ule wa 12. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ule wa 12 asema, naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu watauziwa. Na wote wapendao kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu wataudhiwa. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu unayetuokoa kutokea matopeni, unatuokoa kutokea mahali pabovu. Leo Roho Mtakatifu tumejifunza kwa habari ya udhaifu wetu ndio ushuhuda wetu. Lakini Bwana Yesu, haiwezekani tuendelee kukaa na udhaifu. Haiwezekani tuendelee kukaa na hizi tabia ambazo zinakula kesho yetu, zinakula hatima zetu. Leo ninamsogeza mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Bwana Yesu, ninaomba neema ya mabadiliko katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako Mungu endelee kufunuliwa kwenye maisha yake. Achilia ile kiu ya mabadiliko ndani yake. Achilia ile kiu ya mgeuko ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa kuwa ulipolituma neno lako, unalituma ili lilete mabadiliko katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki. Naendelea kutufuatilia kwenye zile kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook Pastor Joshua Julius Luchemba, YouTube Pastor Joshua Luchemba, TikTok Pastor Joshua Luchemba na Instagram Pastor Joshua Luchemba. Karibu pia kanisani kwetu EAGT Masumbwe. Ibada zetu ni Jumatano saa 10 mpaka saa 12, Ijumaa saa 10 mpaka saa 12 na Jumapili kuanzia ile saa 2 mpaka saa 6:30 mchana. Mungu akubariki. Share video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki na umebarikiwa. Amen.